Watu wengi wanasumbuka kutafuta miujiza, kutafuta mafuta ya upako, kutafuta chumvi za upako, kutafuta maji ya baraka, wakifikiri ya kwamba maisha yao yamefungwa na mikosi au laana. Napenda nikuulize swali hili moja, afu jibu utakuwa unalo. Umesumbuka miaka mingapi kutafuta miujiza, kutafuta chumvi, kutafuta mafuta, kutafuta maji ya upako? Umesumbuka miaka mingapi na umeomba miaka mingapi? Je, maisha yako yamebadilika? Utapata jibu ni kwamba unajisumbua kutafuta maombi muda mahali ambapo ungelipaswa utafute maarifa ya kukuendeleza kimaisha. Mafuta ya upako haiwezi kaziba pengo la uvivu. Maji ya muujiza, sijui maji ya baraka, sijui chumvi, haziwezi zikaziba pengo la mtu kutokuwa na maarifa ya kubuni biashara. Kwa hiyo tatizo lako leo kubwa unalo ni kwa sababu huna maarifa ya kukuendeleza, yani huna maarifa ya kukuendeleza. Ndio maana usitegemea kwamba maombi itakuvusha mahali ambapo umeshindwa kujivusha kimaarifa. Wengi wanakwama, wengi maisha haiendi sio kwa sababu ya wachawi. Maisha yanakwama kwa sababu hawana maarifa ya kujiendeleza. Kama unakubaliana na mimi, jibu kwenye comment ndio. Subscribe, like, share video hii kwa wengine, na hapo nitakuletea sehemu ya 3 ya namna gani ambavyo unaweza ukajiendeleza kimaisha. Usifikiri ya kwamba maombi tu inaweza kukusaidia. Maombi iko ndio ni kiwakilishi cha Mungu na mwanadamu, ni njia mojawapo kati ya mawasiliano ya Mungu, lakini kuna vitu ambavyo maombi haiwezi kukupa. Imagine una chakula unacho hapo, alafu wewe anza kuomba bila kuchukua hatua ya kuchukua chakula kwa mkono alafu kiweke kinywani. Kwa maombi haiwezi kanyanyua chakula ukitoa chini na kuweka mdomoni. Kwa hiyo inachofanya kazi ni mikono. Ndio maana tafuta maarifa ya kukuendelesha kibiashara.